ni shetani anapokuja kupanda gugu lake kwenye maisha ya mtu. Yaani haji kupanda hilo gugu ukiwa macho ya nyama hivi. Yaani kwenye ulimwengu wa kiroho, kiroho chako kiko makini. Kiko makini. Wewe mwanamke uko makini. Wewe mwanaume uko makini. Wewe mwanandoa uko makini. Wewe kijana uko makini. Wewe mchungaji uko makini. Haji kupanda gugu. Kwanza anaogopa. Kwanza anahofia kwamba anaweza akagundua. Akigundua itakuwaje? Yule ana ufahamu mkubwa sana. Huo wanatufahamu. Kwenye ulimwengu wa kiroho unasomeka. Niwaambie, unasomeka. Adui anajua kukusoma vizuri kwenye ulimwengu wa kiroho. Yaani hata ukaja kanisani kila siku, Bwana wewe yeye anajua kukusoma. Hata kama wewe unaimba sana, yaani anaweza kukusoma wewe, akajua na kiwango chako cha kiroho, anakifahamu. Kiko asilimia ngapi kwenye asilimia 100? Huwa anafahamu. Kwa hiyo anapokuchia, yaani anakuchia akiwa anakufahamu. Tapeli hawezi kukuchia ovyo ovyo hivi. Matapeli huwa hakuchia ovyo ovyo hivi. Hata hao wanaokula hela zenu kwenye mitandao wanawafahamu. Unafikiri hawakujui? Wewe unafikiri yuko Dar es Salaam, mwingine wa Kitangali tu hapa hapa. Ni wa Kitangali tu hapa hapa. Wewe unafikiri labda kwa sababu ni wizi wa mitandao, labda ametoka siku Kenya au Dar es Salaam au Dodoma mjini. Bwana wao wako Kitangali hapa hapa ambao wanakufahamu. Tena anaweza akakwambia, "Bwana ya habari za leo. Mama mchungaji tulienda kwenye semina ya Kaba. Akatokea tapeli pale anataka kumtapeli jamaa mmoja. Lakini alianza na mbinu kali sana. Yaani wale kuja kumfungua kwenye usingizi ule ni sisi pale kwenye semina. Tukaambia wewe ni tapeli huyo. Jamaa anapika chipsi, hebu nikupika nikukaanga. Jamaa anakaanga chipsi. Kwa hiyo tapeli amemwambia hivi, "Bwana wewe kwenye semina kule kuna semina inaendelea kule kwa mchungaji Teteo ile kanisa kule juu." Akasema ni kweli. Akasema sasa wale wachungaji kule wanataka chipsi. Tengeneza chipsi hapo box 14 za shilingi 5,500 sijui 6,600. Jamaa kaanza kukaanga pale mayai, changanya chipsi mayai na kuambia funga vizuri, la kwanza, la pili, la tatu, paka box 14 zile. Akafunga, akakodi na pikipiki. Akaja kwenye semina pale. Na mfuko limejaa chips. Basi kaanza wachungaji, habari zenu jamani, nimeagizwa hapa kuleta chips hapa. Chips umeagizwa na nani? Ameshapata hasara kukaanga mayai yote yale. Unaona? Yuko jamaa alikuwa usingizini. Unaona? Sijui alienda kumwaga, sijui alipeleka kuenda kualisha yatima na masikini chips zile, sijui alifanya. Mchungaji akamwambia, "Bwana wewe, sisi chakula tunachokula kwanza wala kifanani na hiki chakula. Hiki chakula gani umetuletea hapa? Kuna anayehitaji chips hapa? Hapa kuna vyakula, makolokolo ya vyakula vimejaa hapa, unaleta chips za kazi gani hapa? Kwanza asubuhi tulikuwa tunafungulia mayai kibao." Unaona? Mayai hizi vitu. Wewe unatuletea chips mchana, tuna mlo mzito. Wewe chips hii nani aliyekuagiza? Hebu mtafute aliyekuagiza ni nani? Namba hii ya simu utazama pale. Hebu mpigie huyu jamaa, haipatikani hewani. Jamaa alishapotea. Lakini ni watu ambao wanamfahamu, wakati mwingine wameamua kumtia nini? Hasara. Mama kumtia hasara. Kwa hiyo adui huwa anakucheki, huwa anakuangalia, huwa anakupima, huwa anakupima viwango vyako vya ufahamu wako, vya kiroho chako. Huwa anakupima kila siku, anakuangalia kila siku, anakupima kila siku, anakuangalia. Alafu siku ya siku anaanza kufanya mazoezi ya vipimo vyake, kwambia oya, mambo vipi?
Hapo anasikilizia. Poa tu. Ni poa tu. Poa tu. Sasa simama basi. Na ujumbe kangu, sijui kwa ujumbe gani, sijui ana ujumbe gani. Simama kwanza. Oya. Akiona simama, mrembo. Mrembo simama. Anapima. Anapima ya kiroho chako. Haya, namba 1 nimeandika hivi. Magugu ni wana wa mwovu. Bwana asifiwe. Magugu ni wana wa yule mwovu. Ndio maana ya magugu kibiblia. Sio magugu unayoyaona wewe kama yale wanayotajwa Mwanza au tunayoona kwenye mashamba, mashamba yetu ya mahindi sijui na kwenye ngano huko. Magugu ni wana wa shetani. Ni wana wa yule mwovu, ndio wanaitwa magugu kwenye ulimwengu wa kiroho. Alafu mbegu njema ni wana, nasema ni wana wa Mungu, wale waaminifu wa ufalme wa Mungu. Kwenye mstari wa 38 unaweza ukisoma hapo utaelewa ninachokisema. Mstari wa 38 unasema hivi. 38 anasema lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Ndicho kitu hapa ninachokifafanua. Bwana asifiwe. Hai. Namba inayofuata asema adui aliyepanda magugu ni nani? Ni ibilisi au ni shetani. Huyu ndo anaitwa adui, ni shetani. Tena huyo adui hana majina mazuri. Bwana asifiwe. Hana majina mazuri. Anaitwa mwovu, anaitwa ibilisi, anaitwa shetani, anaitwa mharibifu yule, muuaji yule, mdanganyifu yule, wengine wanasema mwongo yule. Unaona? Na majina mabaya yote ni ya shetani. Kazi kubwa ya Mungu sasa anayoifanya ni kupanda waamini wa kweli katika ulimwengu wote. Kazi ambayo Mungu anaifanya kwenye ulimwengu huu ni kupambana na hayo magugu, ni kupanda wana wa Mungu wa kweli. Ndio kazi kubwa alionayo Mungu, ndio kazi kubwa alionayo Jehova. Bwana asifiwe. Kupanda mbegu njema. Kwa hiyo shamba likiwa na mbegu njema linapendeza kwanza. Kama haliko kwenye mchanganyiko, unakuta kama ni alizeti tupu, yani kiangalia linapendeza. Kama ni mahindi tupu, yani linapendeza shamba, mpaka unatamani kuliangalia kila wakati, unatamani kwenda shambani kuangalia mazao yako, maana hakuna magugu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi kubwa anayofanya nani? Mungu. Kazi kubwa anayofanya shetani. Kazi kubwa anayofanya shetani, yeye ni kutengeneza wafuasi miongoni mwa watu wa Mungu, mle kutengeneza wafuasi wake. Yaani yeye kazi yake ni mle. Mungu alimopanda mbegu yake njema, yeye anapanda magugu. Unaona? Magugu yako mle. Wana wa Mungu wako pale, lakini kuna wana wa uasi wako humo ndani. Shetani anapanda. Ndio kazi kubwa anayohangaika nayo usiku na mchana. Anahangaika namna ya kupandikiza hizo mbegu za uovu. Huwa haendaki kupanda kwenye shamba ambalo halina kitu. Yeye anapanda mahali palipopandwa. Mbegu njema imepandwa, yeye anakuja kupanda mbegu yake ya uovu. Unaona?
kuna wana wa Mungu na yeye anapandikiza wana wa uasi. Yaani mawazo yao ni ya uasi, njia zao ni za uasi, mitazamo yao ni ya uasi. Yaani hata ukikaa naye kwa asilimia kubwa yuko nasema yuko ni positive negative. Yaani yuko kinyume. Unaona? Kinyume tu. Yaani ndicho kilichojaa kwenye mawazo yake, mitazamo yake na maisha yake na mipango yake ni kinyume. Yaani kasema huwa hapandi kwa mtu ambaye yuko makini kiroho. Huwa anaangalia huyu hapa kiroho ni bongolala. Ili hapa bongolala hii ndo anakuja ananyemelea, anapanda, anapata wafuasi kwenda kwa mwingine. Namwangalia, Bwana asifiwe. Amen. Kwa unapendeza sana. Si ndio? Kwa kweli, yani kwa kweli kitambaa hiki umekipata wapi? Kama ana upendo vile, kumbe anataka kupandikiza mbegu yake. Tayari anatengeneza ukaribu, anatengeneza urafiki, anatengeneza. Unaona? Ni nadra sana kufanya urafiki wa karibu sana na watu wenye ufahamu mkubwa wa kiroho. Ni nadra sana. Yaani mwenzenu namshukuru Mungu. Sijui kwa nini Mungu aliniokoa nikiwa Dar es Salaam kule. Lakini najua Mungu kuna vitu alikuwa ananifundisha vingi. Alafu yaani ile roho ni ngumu sana ikawa yenyewe tu. Inataka na yenyewe kutengeneza kundi. Unaona? Kundi. Kikosi. Bwana, hata kabla sijawa mchungaji wamenishindwa. Siku moja walinijia watu, huyu hapa ni shahidi, akiwa nyumbani. Kanijia watu, akasema, Bwana, tunatafuta watu kama wewe. Kana mimi nilikuwa kazi yangu ni kuhubiri 4, sio wanatakiwa wawe 6. Mshahara ni milioni 3 kwa mwezi. Wewe ukiwa Dar es Salaam utakataa? Wewe ndio unapata shilingi ngapi kwa mwezi? Yaani ndio Dar es Salaam ndio umekukuta nakwambia milioni 3. Napewa kwa mwezi. Tena tukafanya kazi ya injili. Lakini sio kazi ya injili. Sio kazi ya injili. Kwa nini kazi ya injili unapewa mshahara? Yaani wewe ustuki tu. Jamaa anatengeneza kikosi matata sana. Unaona? Kikosi hatari cha kuharibu kazi ya Mungu. Lakini ukiwaona ni kama wako kiroho, wanafanya kazi ya Mungu. Niwaambie kitakachotuponya watu wa Mungu, kitakachokuponya wewe ni kuwa kiroho sawa sawa. Ndicho kitakachokuponya kwenye nyakati hizi. La sivyo utakumbwa tu. Yaani utakumbwa. Kuna vikundi sasa hivi niwaambie vingi. Mimi mwaka jana niwaambie, sio mwaka juzi.